Bwana, mimi naitwa Himidi Nangi, Himidi Show. Niko na mgeni wangu hapa kupitia Himidi Podcast, lakini pia shout out kwa Voice FM Radio. Kuna mengi ambayo natamani uweze kuyafahamu kutoka kwa jamaa ambaye ni moja ya nembo ndani ya mkoa wa Songwe. Inaweza ikawa ni kimichezo, burudani, pia atatuambia kama anapenda. Si mwingine, ataweza kujitambulisha, lakini pia kuna maswali kadhaa ambayo nitaweza kumuuliza. Kama kuna lolote, basi endelea kudondosha maoni yako kupitia hapo chini kwenye kurasa hii hapa, kama ni YouTube, kama ni FB na kila sehemu. Bana, mambo vipi bro? Shwari, inakuaje? Kama kawaida. Bana, kwanza hongera kwa Songwe Festival. Nashukuru sana. Vipi mwitikio ulikuwaje? Kiukweli mwitikio ulikuwa mzuri sana, na pia nimefurahi sana na Songwe kupokea hii festival kwao, na imani kwamba msimu ujao itakuwa zaidi sana kuliko hii hapa, kwa sababu hii hapa ilikuwa ndo mwanzo. Kwanza tuambie yeye ni nani? Mimi naitwa Geoffrey Bahati Mashuya, mcheza mpira. Yeah. Bana, umekwisha kumsikia kwamba niko na nani? Nipo na mkali kabisa wa soka, lakini pia atuambie huyu Geoffrey Mashuya amepita njia gani, lakini pia mwanzo ama utotoni alikuwa anapenda vitu gani? Huyu hapa Geoffrey. Mimi bwana, yani kutoka utotoni mwangu nilikuwa napenda sana mpira makaratasi, na pia nilikuwa napenda sana kuchunga ng'ombe. Nilikuwa sana mkorofi sana, nikienda mbugani lazima wenzangu lazima atakubali. Kwa mimi maisha yangu ya mpira yalianzia shuleni. Nilikuwa nikisoma shule moja iko hapo inaitwa Rutumbi. Baadaye nikamaliza pale la 7 nikafaulu kwenda form 1 Naliele pale shule ya Naliele sekondari pale mlo pale chini. Baadaye alikuja mashindano ya UMISETA. Naikumbuka UMISETA nikiwa form 1. Ndio. Nilichaguliwa nikiwa mdogo sana kwenda kipindi hicho wilayani ndo Vwawa, naenda kushindana pale wilayani Vwawa. Nilichaguliwa nikiwa mdogo. CCM pale. CCM pale nikachukua ligi ya timu ya wilaya, yani kutoka huko nikawa nimechaguliwa kutoka pale shule ya Naliele peke yangu. Tukaunda timu ya wilaya. Baadaye tukaenda mkoani ambao kipindi hicho mkoa ndo Mbeya pale Iunga, mashindano yalifanyika pale Iunga. Ndio. Baadaye na pale nilichaguliwa kwenda nyanda za juu kwenda Kibaha. Baadaye pale tulipoenda kwenye mashindano yale tulicheza sana pale, akatokea mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Oscar Milambo. Alikuwa mwalimu wa Makongo sekondari ile shule ya jeshi. Baadaye ndo akanichagua pale, nilikuwa na mshikaji wangu anaitwa Rafael Siame, mtu wa Mpanda huko. Sijajua sasa hivi yuko wapi. Baadaye nisoma pale mpaka form 4 nikamaliza shule, lakini mimi shule nilikuwa sio mtaalamu sana, kwa sizingatii sana, kikubwa nilikuwa nazingatia mpira. Kwa baadaye nilipomaliza shule ndo nikarudi zangu mtaani nyumbani. Sasa pia Somba, ukatuambia ni timu gani ambazo umekipiga kabla hujaenda hizo level ambazo tunaelekea huko? Timu za huku kwetu? Huku mtaa. Huku timu ambayo nimecheza sana ni Hollywood, ambayo ilinitambulisha watu wengi wana Songwe kwa Mbozi. Ni timu ya Hollywood ambayo ilikuwa inashiriki ligi ya wilaya Vwawa. Bana, lakini pia Somba, ukatuambia baada ya kutoka pale safari yako ilianzaje mpaka tukaje tukamfahamu Geoffrey Mashuya ambaye ni mkubwa hivyo? Safari yangu mpaka kwenda huko, safari yangu ilianzia Kimondo. Baada ya kutoka shule nilikuja hapa nikakuta kuna timu ambayo inaitwa Kimondo, mimi nilikuwa sijui, kwa daraja la kwanza. Ndio. Na alikuja yule mkurugenzi Ambakisye, alikuja nyumbani na kuniomba. Baadaye nikaingia kwenye ile timu, lakini pale Kimondo sikucheza mechi nyingi, nilicheza mechi kama 3-4. Mechi ambayo ilinitoa ilikuwa ya Friends Rangers na Kimondo ambayo ilifanyika pale uwanja Karume. Na hiyo mechi ilionyeshwa kwenye TBC. Hiyo ndio mechi ambayo mimi ilinitoa mpaka nenda kwenye timu kubwa. Bwana, naoma sana. Hizo ni njia za brother yetu Geoffrey Mashuya. Ni timu gani ambayo umecheza au uling'ara sana baada ya kufika? Ni Yanga tu. Hamna timu nyingine ambayo sikung'ara zaidi ya Yanga, kwa sababu Yanga ni timu ambayo ilinifahamisha kwenye ulimwengu wa soka. Ni Yanga ambayo niling'ara kikweli. Pengine matarajio yako yalikuwa ni yale ama pale ambapo ulifika? Matarajio yangu yalikuwa ni kucheza soka la kulipwa. Ambapo ndo pale? So pale sima, kwa sababu nilikuwa sina agent. Unajua kama una agent inakuwa ngumu. Pia walikuja katika Mazembe kipindi nipo Yanga, lakini baadaye kiongozi Hussein Nika akasema sisi mchezaji bado ni mdogo, hatuwezi kumuuza. Kwa hiyo nikawa nimekosa fursa kama hiyo hapo. Pengine na ni nyakati gani ambazo unazikumbuka zilikuwa ni nzuri sana kwa Geoffrey Mashuya? Ni nyakati ambazo tulikuwa tukicheza Yanga Afrika misimu 3 mfululizo kuchukua ubingwa. Ni nyakati nzuri kwangu. Na unakikumbuka kikosi chako? Nakikumbuka vizuri. Hebu tutajie ili tuweze kuwa hashtag hapo chini. Golini alikuwa Badezi, namba 2 alikuwa Juma Abdu Nyamani, namba 3 alikuwa Haji Mwenye Ngwali, namba 4 alikuwa Kanabaro, namba 5 alikuwa Yondani, namba 6 alikuwa Mburu Twite, namba 7 alikuwa Msuva, namba 8 alikuwa Haruna, namba 9 alikuwa Ngoma,
namba 10 alikuwa Tambwe, namba 11 nilikuwa mimi Mwashuya. Bwana noma sana. Hicho ndo kikosi changu hicho ambacho nilikuwa nakiamini sana. Bwana, kikosi kizito kabisa cha mwanetu Geoffrey Mwashuya ameweza kukitaja hapo. Kama unamkumbuka yote basi unaweza ukatuambia, lakini pia tuambie kipi ambacho unakikumbuka sana kutoka kwake. Lakini pia brother Geoffrey, tuambie nini ambacho kilikufanya ukatisha sana pale Yanga, yani sababu ya ukubwa pengine wa timu ama uliona tu ni muda wa kukaza? Mimi na imani nilitisha kwa sababu ilikuwa ya ubora wangu, nilikuwa kwenye ubora wangu pia nilikutana na wachezaji ambao ni yani najua kusema huyu mchezaji mzuri Nilikutana na wachezaji wakubwa ambao wametoka nje za nchi, yani hivyo yani ndio maana niliweza kung'ara kwa sababu nilikutana na wachezaji wazuri. Okay. Yeah. Pengine baada ya kupita hiyo timu ni wapi ambapo ulielekea na ulipita timu ipi na ipi? Baadaye ni 2019 nilisajiliwa na Singida United ambao nicheza msimu mmoja. Baadaye nikaenda Kagera Sugar nikacheza msimu mmoja. Baadaye nikaenda Mbeya City nikacheza msimu mmoja na nusu. Baadaye nikaenda Fikarioni daraja la kwanza. Nikatoka pale nikaenda Mbuni ya Arusha. Nikatoka Mbuni nikaja kuipandisha DTB ambao ndo Singida Black Star. Yeah. Baadaye lakini nikaenda zangu Msumbiji sikukaa, nikakaa miezi mitatu kwa sababu soka la kule lilikuwa sio nzuri sana. Baadaye ndo nikapata shida ya macho ambayo iliniweka nje kama misimu miwili. Bwana, hapo tunaomba uweze kutuambia ni changamoto zipi ambazo mbali na hiyo ambayo umeweza kuisema, au tupatie kwa kina, ni changamoto zipi ambazo Geoffrey Mwashuya akazipitia pengine zikamfanya yuko hapa leo tuko naye? Changamoto ambayo nimeipitia kwanza ni kupata injury ya goti ambayo inisumbua takriban ya miezi 8 nikiwa Yanga. Pia na changamoto ya macho ambayo ndo nimepona mwaka jana. Ndio changamoto ambazo mimi nimezipitia. Noma sana. Ilikuwaje hiyo mpaka ukaanza kuumwa macho? Pengine ni ugonjwa labda wa kurithi kwa nyumbani ama kwenye familia yetu hamna mtu anayeumwa macho, ila hivyo tu nilipotoka Msumbiji nikuta kuna ligi moja hapo ameselewa hapo. Ni kwa moto kweli yani. Sema nilipocheza mechi 2 tu. Sasa siku naamka asubuhi kipindi hicho hatujavuna mahindi sana, maana kama mbwa anacheza najua baada ya kawaida tu. Kwa ndo ilianziaga hivyo yani. Baadaye mpaka yani kama sasa hivi mchana sioni, hata ukiwa hapo siwezi kutambua. Yeah. Noma sana, miaka 2 hiyo hapo. Bwana, noma sana. Pengine mbali na hiyo changamoto, vipi nyingine ambayo unaona kabisa hii bwana, changamoto ilikuwa changamoto kweli kwa upande mzima wa soka? Kwenye upande mzima wa soka changamoto ni hiyo, tusikuwahi kupata changamoto kwenye timu zote ambazo mimi nimecheza. Sikuwahi labda kushindwa kucheza kwa sababu mimi timu zote ambazo nilikuwa naenda kwanza walimu walikuwa wananipenda. Ya hivyo yani hamna changamoto zaidi ya hiyo. Okay, na mipango yako ni nini sasa ukiwa kama nembo hapa mkoani ama nyanda za juu kusini? Maana ukizungumzia tu soka Songwe lazima jina lako lifuatie pale. Sahihi. Mipango yangu ni mimi mwenyewe kuendelea kucheza mpira kwa sababu mpira ndo kazi yangu. Hata hivi nimeanza mazoezi na hivi msimu ndo hapa dirisha lishafunguliwa. Kwa mipango yangu mimi ni kuendelea kucheza soka. Pia nataka niwaambie tu wana Songwe kama kuna vijana ambao wanaweza kucheza mpira, wafanye mazoezi. Mpira sasa hivi una pesa. Yeah. Pengine katika maisha ya kawaida ulivyokutana na hizo changamoto, nini ambacho ulijifunza katika maisha ya kawaida tukiachana na soka? Nimejifunza vitu vingi. Kwanza unaweza ukaishi bila soka, uwezi kuishi bila soka. Yani ni vile watu ambao umekutana nao, yani mpira umetufanya tumekutana na watu wengi ambao wamekuwa marafiki. Hivyo. Lakini pia unaweza kutuambia kipi ambacho watu hawajui kuhusu wewe, yani kipaji cha ziada ambacho unacho, lakini watu ukitaja Geoffrey Mwashuya wanajua tu mpira. Nini kingine ambacho unakiweza mwanangu na unakipenda? Mimi bwana ambacho nakiweza labda kufuga kuku naweza. Ndio kitu ambacho nakiweza, kufuga kuku, sungura, mbwa, nini nakiweza. Na kuhusu kilimo ama muziki pia? Muziki hamna, kilimo penye sana. Kilimo ni mwacha kakangu. Okay. Na mchezaji gani ambaye unamkubali sana aishe kutokea hapa Tanzania lakini pia kwa dunia? Somba ukatajia wawili. Mmoja mkali wa hapa Bongo ambaye unamkubali, yani ndo player wako ambaye alikuwa ni role model, lakini mwingine dunia kwa ujumla. Na kwa nini pia? Mimi mchezaji anaweza kaa role model wangu, lakini kwa the way ambavyo alikuwa anafanya nilikubali sana Salum Telela, Abo Master. Nilikuwa namkubali sana Tanzania, kwa anajua sana mpira. Lakini nikisema nje ni Di Maria ambaye nilikuwa namkubali. Bwana, nakubali sana. Nipo na brother Geoffrey Mwashuya na Somba akatuambia ushauri wake kwa vijana ni upi. Inaweza ikawa kwa wapenda soka, wapenda muziki, yani kiufupi tu wawe ni vijana. Karibu sana. Kama kuna kijana ambaye ana kipaji, nimesema atambue kwamba mpira sasa hivi una pesa,
kama ni mwanamuziki pia, muziki una pesa, onesha kipaji chako, kipaji kijifichi, unajua pia. Hata mpira mtu akisema yule anajua, je, watu wamemwona hadharani? Mpira unacheza hadharani, muziki unaimbwa hadharani. Kwa kama kuna vijana na Songwe, kuna msanii, kuna mcheza mpira, waongeze bidii tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu akisema ni hapa ni hapa. Kipi ambacho vijana hawajui kuhusu, ama Tanzania haijui kuhusu, ama wananchi ama mashabiki zako hawajui kuhusu Geoffrey Mwashuya na unatamani wakijue? Hebu niulize tena. Kipi na uzuri na kamera pia atafocus na mimi. Kipi ambacho Watanzania hawajui kuhusu Geoffrey Mwashuya? Tunaomba uweze kutuambia. Na wewe mwenyewe unatamani waweze kukifahamu hicho kitu. Ni kitu gani? Kipi ambacho hawajui Geoffrey Mwashuya? Hawakijui kuhusu wewe. Yeah. Kipi? Unaweza ukasikia watu wanaongea kuhusu bwana Geoffrey yuko hivi, Geoffrey yuko vile. Ila unajua kabisa haiko hivyo. Sahihi. Hapo nimekuelewa. Karibu. Yaani mimi na imani kwamba watu wajue kwamba Geoffrey si mtu wa mambo mengi. Ndio maana watu wengi mimi wasemaga na kiburi. Kwa sababu mimi sio mtu wa kujichanganya. Mimi ni mtu wa kukuru tu. Kwa wajue kwamba Geoffrey sio mtu wa viburi au dharau. Geoffrey mtu poa tu yani. Lakini unaweza kutuambia Songwe Festival msimu ambao unafuatia umejiandaa jama itakoje kwaje, ama ipo ama haipo? Hiyo imekuwa kama mwendelezo kama mwanzo nilivyoizungumzia, kwa sababu hata mkuu wa mkoa niliweza kukaa naye pia, aliniambia tuanze kuliandaa mapema kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6 na kwa kila kitu tushakamilisha. Na imani kwamba msimu unaokuja, kwa sababu wachezaji wengi tulichelewa kwa sababu waliingia kambini. Kwa msimu unaokuja na imani wale wachezaji ambao walitakiwa waje watafika katika mkoa wa Songwe. Kwa na imani kwamba msimu unaokuja litakuwa ni kubwa zaidi. Mimi pia unaweza kutuambia ukiwa kama maana kimkoa ukitaja mambo ya michezo alama zitakuja kwako. Sasa unaweza kutuambia umejipanga vipi kuhakikisha kwamba soka la hapa nyumbani pia mkoani Songwe linakuwa kupitia wewe ambaye ni nembo tayari? Litakuwa kwa sababu tayari nishaanzisha hili tamasha, na imani kwamba msimu ujao watakuja makocha kama nilivyozungumza mwanzo, ambao hawakuja kama kina Mlisho, kina Sajigwa. Na imani wangekuwa wamefika pale, na imani hata wachezaji wangapi wangekuwa washachukuliwa na wale watu. Kwa hiyo mimi na imani kabisa ili tamasha itakalokuja litawainua wachezaji wengi na vipaji vitaonekana. Na Geoffrey anatarajia kuwa nani baada ya umri ukipita wa kuacha kucheza mpira katika hiyo michezo? Anatarajia kuwa kocha. Anatarajia kuwa ni kocha, kwa sababu na imani kwamba baada ya miaka kama 6 na nitakuwa nishaanza kwenda shule kusoma. Nakubali. Na nini ambacho kinaendelea kwa sasa hivi? Geoffrey anachezea timu gani, kama ipo unaweza kuitaja? Kama kuna mipango yote au timu inataka kusaini na nini, unaweza kaongea pia ili wajue kabisa huyu bwana tukimtaka inatakiwa tupite sehemu fulani. Mimi kwa sasa sina timu, kwa sababu sina mkataba na timu yoyote. Timu yangu ya mwisho kucheza ni Msumbiji. Kwa hiyo kuna ofa baadhi zimeshaanza kuja, lakini siwezi kuzitaja, ni siri yangu. Kwa hiyo watarajie tu hivyo, msimu ujao anaweza kaniona. Tumeona pia mwanao Abdul. Ushikaji wenu uko vipi? Yule blaza, yani mimi naingia Yanga ndo mtu wa kwanza mimi kunipokea pamoja na Cotton Juice. Ni mablaza ambao walikuwa wananipa ushauri, na ndio maana nilivyomtaarifu kwamba bwana uje kwenye bonanza langu, alikuwa ni mtu wa kwanza kuja kunisupport. Na ndio maana unaona mpaka leo yupo. Bwana, kama kuna lolote pia la kuweza kuongea na Tanzania wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii, unaweza ukasema kupitia hapa kwenye podcast yetu? Kwenye mitandao ya kijamii Instagram official Geoffrey Mwashuya ndo mtandao ambao natumia. Facebook situmii, ni mtandao huo. Instagram official Geoffrey Mwashuya naweza kunipata. Nambari ya simu pia kama ni mzuka unahitaji au watakusumbua sana? Wengi wanaweza kanisumbua pia, lakini nitampokea yule ambaye ataniambia kitu cha maana, ambaye ataniambia kitu cha maana mimi nitampuzia. Namba yangu ni 07 62 28 50 37. 07 62 28 50 37 ndio namba yangu ya simu. Bwana, bila shaka umeweza kujua kile ambacho kinaendelea kuhusiana na braza yetu, nembo yetu kabisa, icon ya mkoa wa Songwe katika upande mzima wa soka. Shout out kwa MSL Mlowo Super League kwa kuweza kuwa padi na sisi. Mimi naitwa Emid Nangi Bidisho. Shout out pia kwa kameramani mzee wa kazi na Rafa. Shout out kwako Maji.